Nataka niwaeleze ukweli. Kwenye hili eneo la dawa, hebu ndugu zangu waganga wetu wafawidhi, tusimamie vituo vyetu vizuri. Eneo la dawa lina vituko sana. Unaenda vijijini, wananchi wanalalamika kwamba tunaenda pale zahanati hakuna dawa, na ni michezo ya kawaida hii. Lakini mkienda pale kukagua, mkienda vamia pale na DMO ghafla mkaenda kwenye kitengo cha dawa na kile chumba cha dawa, mkianza kukagua zile dawa zote za msingi za kwenye zahanati, almost 95% zipo ama 90% zipo. Na hawa wananchi walio wengi, magonjwa wanayougua sio magonjwa makubwa. Huu mchezo tunamuumiza Mheshimiwa Rais, tunaiumiza nchi yetu sisi wenyewe, lakini ni dhambi, ni uvunjifu wa haki za watu. Na kuvunja haki za watu ni jambo hatari. Huyu mwananchi amekuja pale, mwingine amekuja pale na kikeshi chake kuja kufanya matibabu. Mmeshaomba sijui hela ya nini na nini, amelipa pale kwa control number. Dakika ngapi anapaswa aende akanunue madawa mengine nje kwa gharama kubwa, lakini pale kwenye dirisha lenu na dawa nafuu ambazo zina ruzuku ya serikali, lakini mnatengeneza mazingira. Sasa sisemi kwamba wote mnafanya, lakini kuna madaktari ndio michezo yao, hata hapa wapo. Moi, si upo hapa? Hata hapa wewe una madaktari wa namna hiyo umekaa nao hapa. Wanasumbua. Lakini mpo. Wananchi wanasema ili eneo la dawa tukalirekebishe, hii michezo hii tuache. Fedha nyingi sana Mheshimiwa Rais ameshaleta katika dawa. Fedha nyingi sana zimeshaletwa. Turekebishe hii michezo. Hii michezo haitusaidii, inaumiza wananchi. Ninayo malalamiko makubwa, moyo unanipata dhidi ya baadhi ya madaktari wako. Wa kwanza ni Stefano Lazaro Badiano. Yuko wapi? Analalamikiwa kwa vitendo vya rushwa. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo nataka lichukuliwe hatua. Hatua ya kwanza, kwa sababu amekuwa ni travel na hana msaada hapa, mganga mkuu katika kipindi cha hapa katikati, kwanza umtafutie eneo la kazi temporary. Nimesema aondoke kwenye premises za hospitali ya wilaya, kwa sababu amekuwa chanzo cha vitendo vya rushwa, kuwaumiza wananchi na kufanya vitendo vya ovyo tukuchukua hela nje ya mfumo. Ndiyo kazi ya huyu daktari. Lakini pia kamanda wa TAKUKURU, wewe na timu yako muingie kazini 360 kupekua malalamiko ambayo yamekuwa yakitolewa, mwenendo wake hapa. Kwa hiyo kuanzia sasa ninapozungumza hapa, asikanyage tena wala kuingia kwenye password. Kagueni mpaka mifumo anayofanyia kazi. Kwa hiyo asikanyage tena. Kwa hiyo bwana, mtafutie eneo lingine la kuripoti, kama ni kituo cha afya kingine ambacho ataenda kufanya kazi temporary mpaka timu zangu zimalize uchunguzi juu yake. Lakini tuna changamoto za baadhi ya watumishi. DMO, unanipata? Mzitatue hizo changamoto na ziwe na majibu ndani ya siku 14. Na hizo changamoto nitakukabidhi leo. Mganga mkuu, mkakae mtatue hizo changamoto.
kuna watumishi wana changamoto za kiajira. Nilikuwa naambiwa kwamba kwenye ile data ya SHA-DC peke yake mmeletewa watumishi 124 na nusu yake ni sekta ya afya. Sasa wanavyoripoti katika hivi vituo, kama kuna changamoto, ndio mganga mkuu kazi yako wewe, ndio kiongozi wa sekta ya afya, ndio kazi yako kufanya utatuzi hizo changamoto. Na kama nilivyosema, kama kuna ambazo ziko nje ya uwezo wako nijulishwe, lakini changamoto ambazo ziko ndani ya uwezo wa halmashauri na zenyewe zitatuliwe. Na kwa hiyo nitakupatia hizo changamoto leo, tukishaondoka hapa nitakufuadia, na ndani ya siku 14, huo ni mkeka wako wa 3, nitataka pia unipe majibu kwamba hizi tumekwisha zitatua namna hii, ili hali iweze kukaa sawa sawa. Katika kipindi cha siku 14 hiki pia mnavyoniletea ule mkeka wa zile changamoto chache zilizopo na utatuzi wake, nataka pia mkeka wa pili independent unaoeleza matumizi ya mfumo wa GOTOMIS na kituo cha afya ama zahanati ambayo haijawa connected ama haitumii huo mfumo. Kuna mwingine labda amekuwa connected na hatumii mfumo. Kuna mwingine labda hajawa connected, mnieleze kwa nini hajawa connected. Ili sasa tutakapoendelea na ziara zetu za kutembelea zahanati zetu na vituo vyetu vya afya hapa SHA-DC, tukienda kwenye zahanati fulani tuwe tunajua kwamba hii imeshindikana kabisa kutumia mfumo, ama hii imefungwa mfumo lakini mfumo hautumiki.